Naitwa Allen Gadiel Mwandri, ni afisa mfawidhi LATRA kwa Katavi. Nimesimama mbele yenu hapa kutekeleza maelekezo yaliyotoka ofisi ya mkuu wa mkoa. Mtakumbuka tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka huu kulitokea changamoto ya kupanda kwa bei ya mafuta, hali iliyopelekea baadhi ya wasafirishaji kuongeza nauli kiholela. Sasa maelekezo ya serikali ambayo yalitolewa tarehe 1 ile ile na mkuu wa taasisi ya LATRA alielekeza yafuatayo. Kwanza ni marufuku msafirishaji yoyote kupandisha nauli, na pia akaelekeza kwamba atakayesitisha huduma ya usafiri atafutiwa leseni, na hii ni kwa magari yote ya abiria ya ndani ya mkoa na yanayotoka nje ya mkoa. Kwa hiyo hayo nisisitize ni maelekezo ya serikali, na hapa mimi ni kwamba narudia tu, lakini mwenye taasisi kwa maana mkuu wa taasisi alishatoa maelekezo. Kwa hiyo naomba, kwa sababu alisema kwamba tarehe 8 na maana Jumatano ijayo atakuwa na kikao na wadau wa usafirishaji makao makuu. Kwa hiyo akaomba tuendelee kutoa huduma. Tarehe 8 mwezi wa 4 atakaa na wadau ili waone namna ya kuangalia hii changamoto ya kupanda kwa mafuta. Kwa hiyo mimi nawaomba tuendelee kutoa huduma, tusiongeze nauli, tutoze nauli ambayo bado inatumika iliyoelekezwa. Tumekubaliana hapo na tumeelewana. Kwa hiyo lilikuwa ni hilo moja tu. Tusipende kufika kwenye kuandikiaga faini. Alafu kingine ni waombe wasafirishaji, nyie maagenti, kuna kitu mnaita loto. Ile nayo inapelekea wamiliki wa magari wanaona kwamba nauli haitoshi. Kwa mfano, nauli ya Mwanza kwa basi la semi luxury ni 49,000. Lakini jiulize mwenye gari anapewa shilingi ngapi? Labda 30 au 35. Zaidi ya 10,000 inapotea. Alafu inakuwaje unasema nauli haitoshi? Au Tabora ni 18,000. Mmiliki anafungiwa 10,000 sijui. 8,000 inapotea. Sina, kwa hiyo unasema nauli haitoshi. Lakini pamoja na hayo, Jumatano LATRA itakaa na wadau wote wapitie haya mambo kwamba nauli iweje. Kwa abiria yoyote atakayepata changamoto, yeye apige simu muda wote na sisi hatua tutachukua. Labda niwatajie na namba ya simu sasa, ambayo masaa yote iko hewani. 0738 00 0061. Nyingine 0766 36 49 41. Kwanza nawashukuru wote, kwa kweli itifaki imezingatiwa, na sisi hatuwezi kukaa kusitisha huduma wakati huduma maelekezo yameshawekwa hapo kisheria na utaratibu na kanuni ya nchi inavyosema. Kwa hiyo tunalipokea hili Mheshimiwa LATRA, na tunatoa elimu, tutakuwa kama mabalozi wenzetu na tutawapa taarifa kila kitu. Nawashukuru sana. Mimi naishauri serikali yangu kama hawatojali, wajaribu washushe vati za mafuta, tozo, angalau mafuta yanaweza kashuka pia. Matazamo yangu jinsi wanavyoingiza kwenye mitandao ya kijamii, na naamini mafuta bado itakuwa ni athari kubwa kwa nchi yetu hii, hasa kwa nchi zetu za Afrika. Itakuwa ni athari. Kumbe naamini nafikia tarehe 8 wakikaa serikali ikijadili hicho kitu, na mimi mwezi kesho tena mafuta yatakuwa 4,500, serikali itakaa tena kitu ambacho hakiwezekani. Wapanga bei ya mafuta ni serikali. Kwa sababu nilikuwa najua mimi nauli ni nauli ya zamani tu, lakini kwa sasa hivi nilipofika kwenye stendi hapa nikaambiwa bei imeshapanda. Kwa hiyo kama mtu mnyonge kumbe hawezi kusafiri sasa. Sasa tunaiomba serikali tuangalie kwa hili. Nyumbani tunaweza ukatoka na budget ya kwamba naenda kupanda kwa shilingi 10,000. Unakuja unaambiwa shilingi 13,000. Tayari inaniathiri kisaikolojia kwa sababu nimetoka na bajeti hiyo. Tunaomba serikali tuangalie kwa hilo.